au kama huyu mwandishi aliyeandika kitabu hiki, waraka huu au barua hii kwa Waebrania, hakumaanisha kwamba huu waraka ninawaandikia Wayahudi tu. Hapana, waraka huu umegusa Wayahudi na wasio Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka somo nasema mwito wa kuwa mwaminifu. Tunaona katika wazo la kwanza, nimesema somo nasema mwito wa kuwa mwaminifu. Kumbe tunaona katika wazo letu la kwanza linalosema onyo dhidi ya uaminifu. Niombe kabla ya kuendelea, mtu mmoja nisomee kitabu kile cha Waebrania sura ya 3 na ule mstari wa 12 hadi wa 19. Somaji, somee. Ndiyo. Angalieni ndugu zangu, usiwe katika mmoja wenu moyo mbovu. Ndiyo. Kwa kutokuamini, kwa kujitenga na Mungu aliye hai. Ndiyo. 13. Lakini mwonyane kila siku, maadamu iitwapo leo, ili mmoja wenu asifanywe mgumu kwa udanganyifu wa dhambi. 14. Kwa maana tumekuwa washirika wa Kristo, kama tukishikamana na mwanzo wa uthabiti wetu kwa nguvu mpaka mwisho. 15. Hapo inenwapo leo, kama mtaisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu kama wakati wa kukasirisha. 16. Maana ni akina nani waliokasirisha waliposikia? Si wale wote waliotoka Misri wakiongozwa na Musa? 17. Tena ni akina nani aliochukizwa nao miaka 40? Si wale waliokosa ambao mizoga yao ilianguka katika jangwa? 18. Tena ni akina nani aliyowaapia ya kwamba hawataingia katika raha yake ila wale walioasi? 19. Basi waona ya kuwa hawakuweza kuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao. Amen. Hawakuweza kuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunaona katika wazo letu la kwanza nimesema kwamba mwito wa kuwa mwaminifu. Tunaona huyu mwandishi wa kitabu hiki cha Waebrania tunaona kwamba anaendelea kutoa onyo kali kwa kanisa. Anatoa onyo kali kwa kanisa la Bwana. Analionya kanisa ili lisirudi nyuma, kwa sababu huyu Mungu aliyeweza kuwatoa Wayahudi wa Israeli kule Misri, akawaambia sasa mnakwenda katika nchi yenu, kwenda kujenga nchi yenu, nchi ya baba zenu iliyojaa maziwa na iliyojaa asali. Kumbe tunaona kwamba huyu mwandishi analionya kanisa lisije likarudi nyuma, kwa sababu waliomwamini ni mkuu zaidi kuliko Musa, kuliko manabii.
kuliko mali, kuliko fedha, kuliko dhambi, kuliko anasa za dunia hii. Kumbe huyu mwandishi, tunapoangalia lile wazo letu la kwanza linalosema kwamba onyo dhidi ya uaminifu, kumbe mwandishi analionya kanisa la Bwana ya kwamba lisije likarudi nyuma. Huyu mwandishi anawaandikia Wayahudi na wasio Wayahudi, yaani mataifa ambao ni mimi na wewe. Maana mwanzo Wayahudi walikataa wokovu, na wokovu huu ukatugeukia sisi watu wa mataifa ambao tulikuwa tumezalauliwa na Wayahudi kwa sababu eti hatukuchaguliwa na Mungu. Wayahudi walijiona kwamba wao ndio taifa teule la Mungu ambalo Mungu aliwachagua, na wao ndio watakaolisi uzima wa milele. Kumbe wakauzalau wokovu, na ndio mpaka sasa wapo Wayahudi kaza wa kaza pale Israeli wanamsubiria Yesu aje azaliwe, na Yesu alishakuja kwao, akazaliwa kwao, lakini hawakumwamini na akafa, wakamuua na akapaa mbinguni. Sasa wapo mpaka leo Wayahudi wanangoja eti Yesu atakuja, lakini kwa wale walioamini wanajua Yesu alishakuja kuzaliwa, akakaa kwao, akafanya kazi aliyotumwa na Baba yake wa mbinguni, na kisha akapaa kwenda kwa Baba. Haleluya, wana wa Mungu. Tunamwona huyu mwandishi anayelionya kanisa kwa habari ya kuto kurudi nyuma. Anawaonya Wayahudi na wasio Wayahudi kwamba huyu mliomwamini, tukiangalia ule mstari wa 12, mwandishi anasema huyu mliomwamini ni mkuu kuliko vitu vyote. Anawaambia msije mkarudi nyuma, enyi Waebrania. Analionya kanisa la Bwana ili liweze kusonga mbele, lisirudi nyuma kwa kufuata maisha ya dunia, kwa kufuata anasa za dunia. Maana Waebrania walifika sehemu wakaanza kurudi nyuma. Wengine walianza kuuza mili yao, wanafanya uzinzi. Tunaona huyu mwandishi anawakemea Waebrania kwamba angalieni, enyi kanisa la Bwana, angalieni. Mungu atusaidie sana wana Mungu. Kumbe analisi kanisa la Bwana, kanisa liweze kuwa na uaminifu. Anaposema uaminifu ni katika mambo yote. Haleluya, wana wa Bwana. Katika mambo yote, uaminifu katika ibada, uaminifu katika mafungu ya 10, uaminifu katika matoleo. Haleluya, wana wa Mungu. Huyu mwandishi analionya kanisa la Bwana
msije mkakengeuka tena kama baba zenu walivyokengeuka. Maana wengi walitoka pale Misri, wanaume tu walioshiba walikuwa 600,000. Haleluya wana. Na Mungu aliwaamini. Mungu aliwaamini wale wanaume 600,000, akasema kwa jeshi hili lazima litasonga mbele. Lakini walivyoendelea kule mbele, walikwenda wakakengeuka, kama leo watu wengi kanisa lilivyokengeuka leo. Mungu atusaidie sana. Leo watu wengi wamekengeuka, uaminifu haupo. Wanamsema Yesu tofauti na jinsi wao walivyo. Wakati wa neno la Mungu linasema kwamba alitaja jina la Bwana na aache uovu. Acha uovu, acha dhambi. Wengi wamekengeuka, wengi wameacha njia ya Bwana, wanajiongoza wenyewe wanavyotaka wao. Ndio maana mwandishi alipoliona hili kwa Waebrania akasema, enyi Waebrania, angalieni msije mkageuka mkarudi nyuma, songeni mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Msije mkageuka. Wewe mtoto wa Mungu, leo mwandishi anasema na wewe kwa habari ya maisha yako. Kwa habari ya maisha yako. Kwa habari ya maisha yako. Huyu mwandishi anasema na wewe mtu wa Katusa. Anakwambia songa mbele, usigeuke nyuma. Unapolisema jina la Bwana, angalia maisha yako, je, yanalingana na hili jina la Yesu unalolisema? Kila mmoja wetu ana majibu yake. Kila mmoja wetu. Wengine wanasema Yesu huku ni waongo. Wengine wanasema yani Yesu mzuri, huku ni wachafu, ni wazinzi wakubwa. Mungu atusaidie sana na Mungu. Ni wazinzi, ni wachafu, ni wakuuza mili hao. Wapo. Mungu atusaidie. Wapo. Wamefanya mili yao kama soko, kama madangulo. Wewe nenda pale, kuna kijama ndani, kuna kinani fulani sisi kinaitwaje kile kibaa fulani kiko pale soko pale state. Westgate. Mimi hata jina silijui. Westgate. Mungu asaidie sana. Nenda pale ukaone uchafu unaoendelea pale, uzinzi unaoendelea pale. Ndio maana mwandishi alipowaona Waebrania hawa wakiyafanya hayo, Wayahudi hawa wakiyafanya hayo, huyu mwandishi analionya kanisa kwamba angalieni, msirudi nyuma. Ninyi mliokombolewa kwa damu ya thamani, msigeuke. Ninyi mliokombolewa kwa damu ya thamani, lazima muujali wokovu mkuu ambao Yesu alikuja, akaja akatuokoa, akatuweka huru, na sisi tukawa huru kweli kweli. Kumbuka mwito, somo nasema mwito wa kuwa mwaminifu.
mwaminifu, yaani